Hello people, ni Kim kama kawaida, this is the Silvers TV. So leo hapa hivi niko na Sam na niko na daktari. Sam amenipigia simu akisema anataka usaidizi bana, mambo imekuwa moto pande zote mbili. So hata nyinyi mnakumbuka tu ile incident ya last time watu Sam kwanza alipiga mtu kwanza akamuingiza kwa maji kweli kweli. Aliekelea mtu ilikuwa kidema baba, ilikuwa hedi baba. Hedi mzuri, hedi moja mzuri. Hivyo ndo tunafanyanga maheta. Pia kuja mbaya tunakungeuza mboga. Tunakungeuza. Already Sam. So before niende mbali, acha tupate daktari nafasi pia ambie watu wangu kitu before tuende mbali, nieleze zaidi nimetuleta hapa aswa. Habari yako? Salama sana daktari. Nimefika hapa kikazi ili nisuluhishe chenye ameniitia. Ndio daktari. Kwa vizuri lakini tuko salama salmini inshallah. Watu wangu umejisikiza daktari mwenyewe amesema amekaa mkusuluhisha kazi ambayo tumemuitia hapa, na kawaida yake ni kama kawaida kuweka kila kitu peupe, si ndio? Najua mnataka kujua saa leo, najua ndio siku moja ongezea swali kwa daktari. Nimesikia amesema inshallah. Kwa hivyo pia daktari anaamini Mungu ama tunaamini mababu hapa? Na swali moja nataka tu clarification. Clarification. Daktari ujibu. Mueleze. Kijana, na manake unapitia magumu yenye unapitia. Ila swali ni swali la bukuta sana. Ila utajua swali tukiendelea. Swali lako litajibika kwa matendo. Swali lako litajibika kwa nini? Kwa matendo. Matendo unajua amemaanisha matendo aina gani wewe? Sijajua, lakini labda nielezee pia. Okay, amemaanisha ni kwa matendo, jinsi atakavyokusaidia mwenyewe. So wewe mwenyewe ndio utajua, utajijazia ya kuwa, lakini si wote ni tuamcha Mungu, si wote. Hiyo ndio kawaida yetu, ndio maana tuko naye. Unajua mimi kwanza mimi nakuanga nimelelewa ina Christian family, and saa zingine hata mamangu akiona hivi sijui atafanya nini, but ni sawa tu. I'm here for the help. Mimi nataka tu nikuwe na mtu manzee, juu kukaa single huku nje manzee huwezi. So watu wangu umesikiza Sam, lakini Sam siwezi kupata kitu baya inaweza kutoka kwa dini yako. Siwezi dhuru dini yako ama nini ama kushawishi, hapana. Hapa hivi tuko kusuluhisha, kupata tu solution kwa shida yako, tutatue at least urudishe pia mali zako, kwenda uhuru. Hata kama ni mamazo unataka upate mamazo wako nini, unaona mambo iko shwari. So watu wangu Sam alikuwa ametisha meeting, amenipigia kinisumbua, naona wengine wanawasaidia daktari, mbona mimi nilete daktari. So leo nimemleta daktari, ndio hapa. So nataka aeleze daktari shida zake zote ili daktari apate kumsaidia, au sio? So Sam amesema ya kuwa tatizo lake sana yenye amefanyia kanimlete daktari ya kuwa anataka daktari amuunganishe na baby mama. Ama Sam ulikuwa umeendelezaje? Unajua kama mlivyoona baby mama alikataa kurudi, so sikuwa na option nyingine. Ningekataa, but sasa sikuwa na option, and I really want her to come back. So mi daktari tu naomba tu anisaidie nipate baby mama na nipate mtoto wangu pia. Nataka kulea mtoi wangu. Unajua ni mtoi wangu, hata kama niliambiwa nilikufa bado ni mtoi wangu. Hata kama nilipigwa na mamake bado ni mtoi wangu ule. Yule hakuwa kwa hizo scenes zote. So I just want my kid back and my wife back in my life. So watu wangu umesikiza upande wa Sam. So daktari, naona umejisikiza kijana wako hapa hivi jinsi anavyosema ya kuwa alikuwa anataka usaidizi wako upate kumuunganisha yeye na baby mama. Manake baby mama amemkataa. Pia kulikuwa kuna ule mwanamke mwingine alikuwa kuna airport, sijui niseme alikuwa main ama alikuwa ule tuseme tu alikuwa kushikilia juu mwanamke mwenyewe hata sikuwa namuamini before, but imekuja tu ikatana out true anyway. I should not have trusted her. Si mwanamke wa kuaminika kama mlivyoona wenye nilimprank alijitoa hivyo. Manzi ule tuseme tu alikuwa kushikilia kiasi. So huyo ndo main kachu baby mama, na huyo ndo tunataka tu tutengeneze mambo na yeye, at least family root back. So hata huyo mwingine mwenye Sama anasema kukachikach daktari alimkana airport. So alipogundua kijana ako na mali akaanza kumtaka tena. Baba kijana amemkataa. So kijana analia sana ya kuwa umuunganishe na baby mama. So daktari sijui utamsaidiaje. Hebu sawa ka daktari, acha nikupatie nafasi yako
upate kuongea na kijana wako ili ujue upate kumtatulia tatizo lake kwake. Na kijana, nikuuliza, nina swali moja kwako. Uliza. Huyu unasema nikuunganisha naye, hiyo ni kitu rahisi kwangu, na nikiangalia niko na swali tu kidogo tu kwamba mtoto mwenyewe unamlinda. Unajua sasa kama mwanamke hajakubali ukue kwa life ya mtoi, saa zingine haiwezi make. Nikiwa majuu nilikuwa najaribu na tuma kitu kidogo, but alikuja akakataa, akasema mimi hata si babake. Like alikuja akaanza kuleta tena mambo mingi. So hakuwa ananikubalia hata nimuone. So kutoka nirudi hata sifanya kitu yote ya kusaidia mtoi. But nataka sana, mimi mwenyewe nataka sana nimsaidie, tukue na yeye, like apate father's love. Sawa, nakuelewa kijana. Na mwanamke uliyekuwa naye mara ya kwanza hapo mkianza, ni wako ama alikuwa wanyongeza kwa ndoa yako? Mwanamke wangu wa kwanza alikuwa huyu baby mama. Huyu ndo alikuwa mwanamke wangu wa kwanza. Na huyu ndo naweza sema nilimpenda genuinely, like nilikuwa in love. We were still young, tulikuwa tunapendana until tukapata mtoi, tulikuwa tuna make love, tulikuwa tunafanya kila kitu na yeye, so tulikuwa tunapendana until nikamtrust, nikaona anaweza beba mbegu yangu, so nilikuwa nampenda. And then vitu zikakuja zikaturn out vibaya kidogo, nikapata huyu mwingine, huyu mwenye alinikataa airport. Sasa huyo hakuwa anaaminika vile tukianza, like ni mtu tu huwezi muamini tu fully. Ndo maana venye nilitoka majuu nikaamua nijue na ndo mtrue, unaona. Ndo sasa ikaturn out ule kumbe alikuwa hapo juu ya pesa. So in short unamaanisha ndo nyongeza. Sasa wewe hakukuamini. So in short ule ndo wa kuongeza, ule ndo wa kuwekelewa juu. Huyo hata stories zake tu hata tuachane tu nazo. Juu hata alinibo tu kabisa. Mimi hata stories zake sitaki kusikia karibu na mimi saa hii. Daktari wangu umemsikiza? Nimemsikiza. Hata daktari, hata ikiwezekana unaweza fanya nini huyo mwanamke asiwahi rudi kwa maisha yangu? Like tunaweza fanya, hata tunaweza ongeza hii deal. Ule mwanamke umfanyie kitu. Mimi hata like sasa anajua tu alifanya. So daktari, wewe fanya, wewe jua tu mambo yako venye unaweza fanya. Wakati kama huu, mida kama hii, unajua huyo mwanamke mahali yupo? Of late sijakuwa nikimfuatilia. Unajua mimi hata sitaki kumstalk, sitaki mambo yake, like totally nimemcut off kwa maisha yangu. Alienda na ule best yangu mwenye tulikuwa tunasoma naye primary. I don't know walikuwa wanapendana ama walikuwa wanajifanya. Juu the last time niliwaacha na yeye, by the way aliendaje? Niliwaacha na yeye. Wewe unasema uliniacha naye? Mimi naweza kumbuka ile kila mtu alinijamia, kila mtu akaenda njia zake. So wenyewe walianza kumbana, by the way. Wewe unaona umeleta hii shida, sijui unake umeniletea. All in all, kila mtu alishika njia yake akaenda yake vyake. So Mwenyezi Mungu ndo anajua kwenye wako. Maybe hata daktari anaweza tueleza kwenye yako. Acha tu daktari, wewe unaweza kujua kwenye yako. Huyo msichana kwa sasa hivi hayuko hali nzuri. Amepitia majanga magumu sana siku 2-3 zilizopita, na hali yake inadhoofika kwa hali na anaenda kuhangaika na kufa wakati wowote. Sijui kama unajua hayo kijana. Daktari, mimi sikuwa najua hayo. Yamenikuta tu, lakini unajua tuwezi ombea mtu kifo, but saa zingine unawishingi tu mtu angekuwa, but anyway kitu yote happen tu juu mimi I don't care right now. Anajua kitu alifanya, anajua si poa. So mimi hata sijali kitu yote tu. Wewe daktari, wewe fanya tu mambo yako. Juu mimi siko huko. Mimi hata siko huko. Mimi mtu nataka tu kwa life yangu saa hii, nimebi mama wangu, nataka arudi, tukue na yeye, tupendane tena. Ule mwanamke wewe achana tu na yeye, mimi hata simtaki.
Nakwambia kwa mara nyingine, kama unataka tumfanyie kitu yote, mi huwa nasimama na ukweli. Kila mtu apate chake, wakati ulioharibu wake pia umpe kinachomfaa kwa wakati aliyokuamini na kusimama na wewe. Kama unataka kurudia huyu mama mtoto, pia na wewe uwe umejipanga kuwa sasa utaanza maisha mengine mapya na huyu aliyekuzalia mtoto. Lakini mwanzo, kabla hatujafika huko, nakupea tu hata kama ni leo ama masaa, nijue huyo baby mama na tuongee naye kabla ya wewe kufika hapo kwa kikao. Tuongee naye nijue kuna kitu nataka kuconfirm naye, then baadaye nikuachilie na kupea ili mambo yawe sawa. La sivyo, mali huyu umekuwa naye wanyongeza alipo na anahangaika pia, karibu kwenda kwa kaburi, pia na wewe na mali yako utaangamia. Ngoja daktari, ati pia mimi nitaangamia? Usipofuata chenye nataka kujua, unaweza angamia, na sitaki kufika huko kwa adhabu, ila kwa sasa naomba tusikizane tu. Na daktari, unajua pia kuna kijana mwingine mwenye nimekwambia sasa walienda na yeye. Huyo kijana tulikuwa tunasoma na yeye tukiwa primary, and turn out yeye ndo alikuwa ananikulia hii masaa yote nilikuwa majuu. Yeye ndo alinigongea. Sasa nimesikia umetaja adhabu mahali, pia huyo unaweza muadhibu ama kunaweza enda aje? Huyu sasa kijana ana makosa. Kijana alikuwa anatafuta riziki. Kutafuta riziki kwa wale watu wajiweza, njia ni mingi. Lakini kwa sasa huyo kijana naona ana makosa. Makosa ni ya huyu aliyemkubali, wakae na yeye akijua mume wake hayuko karibu. Huyo ndo makosa ni yake, makosa si ya kijana. Sawa daktari, haina shida basi. We itabidi tu umefanya mambo yako, we ganga zako, we fanya mambo yako tu, bora mtu wangu arudi. Lakini ujue, nimesikia umetaja ganga. Mimi sio mganga, mimi daktari. Naamini kwa kufanya kazi yangu kwamba Mungu atabadilisha pia. Nikiwa nimefanya kwangu, naamini pia Mungu. Mimi sio mganga, ni daktari. Sawa daktari, basi nimesikia. So nimeanza kuelewa venye kunaenda sasa. Kwa hivyo wewe ni daktari, wewe si mganga? Ndiyo, yeye ni daktari ila si mganga. Na sijui kama umeelewa daktari aliposema kuwa mnakubaliana naye kwa kila jinsi anavyokueleza ufanye. Ukikataa, mali yako itaangamia na yule mwanamke ule mwingine wa kuongeza, ule ambaye alikuwa anakugongea in short. So ule akifa, mali yako wewe uko umeinvest kwake inkufa. Sasa sijui unsemaje. Nitafuata kila kitu daktari, mimi nitafuata kila kitu. But pale kwa kuangamia, hakuna venye tunaweza fanya mali yangu ibaki. Yule mwanamke mimi sina lolote la kufanya na yeye sasa hivi. Mimi sitaki akufe, but mimi sina lolote la kufanya na yeye sasa hivi. Mimi hata mambo yake sitaki, juu anakuja kuniharibia maisha, anakuja ananibo tu, like anaharibu tu. Siku imeenda tu vizuri, kidogo unasikia ndo huyo amekuja. Siku unataka tu kwenda kwanza, kuna hiyo siku nilikuwa nataka kwenda kuona game ya Manchester. Mwanamke ametoka from nowhere, nimepigiwa simu, nimetolewa kwa nyumba, nimetulia. Kidogo nimeletwa hapo. Unajua jioni yenyewe Manchester ilichapwa. Ule mwanamke ni swara. Ule hata hafai kuwa kwa maisha yangu saa hii. Lakini upande wa kwako, kama unataka kila kitu iende sawa, itategemea. Mimi nitafanya chochote, bora kila kitu iende tu sawa. Na daktari, hebu niulize, suluhu ule mwanamke kufanya kwa aliduni kama hiyo ambao ako karibu kuona mja wake ni nini? Tatizo kwani ilianzaje? Huyu mwanamke walipokuwa mkikutana sijui ni lini, naona mambo yake hayakuwa mzuri. Mwanamke mwenyewe
alikuja na alikuwa ameenda kutengenezwa kwa mganga ili akuje kuja kuganga mambo zake na kufanya kwake kumpumbaza huyu, lakini huyu akujua pia, wewe akujua, siwezi laumu, lakini wasijue mahali wanapitia popote. Kama kuna mganga wa kienyeji amepitia hapo, yeyote wamehusika naye, lazima ataona mauti. Kuna shida na sio kidogo, ni mingi, ila tu tunaweza ifanya kwa urahisi. Itategemea, achana nitakuwa nauliza napewa majibu ya ukweli ama ni uongo. Umesikia kile daktari amesema? Nimesikia. Kwa hivyo hii vitu ukishaenda kwa mganga, hata kwanza tulia. Hebu imagine your day ya Man U ilikuwa inacheza. Huyo mwanamke wako alikuwa ameamua kutumaliza, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu mimi uko na daktari ambaye huwa ananikinga. Mambo yake ndo hayo. So unataka kusema mimi nilikuwa ni dedi sasa cha ukweli? Jana ulikuwa ukufe hiyo siku. Ni venye tu Mungu yuko na wewe kila wakati. Wakienyeji walikuwa wamemtembea na huyo mama, wasijue kwamba huyu mali yuko mahali pazuri, kwamba hata mkifanya kazi na kijana mambo ya kulemea, anakuanga anajua hata mkifanya nini yeye yuko salama. Ukienda nje na urudi, utapata niwa inakupiganisha na adhabu yenyewe inakuja juu yako. Mganga chana alikuwa amepanga kufanya kwa mtu yenye umemwambia inafanyika kwako. Ndio umesikiza kile daktari amwambia. Hiyo siku tulikuwa tunapoteza Sam. Lakini juu daktari ni Dr. Nyota ambaye ana nyota kweli kweli, aliamua kutukinga sisi. Na alikuwa kuna sisi huo muda wote si hatukujua. Lakini alitukinga. Nashukuru Mwenyezi Mungu ya kuwa tuko salama si wote. So Sam, imagine sasa ungekuwa maangamia mbaya kasi daktari. Mungu asante. Nimekufanyia nini? Nimekufanyia nini? Mazuri haya yote. Yaani mimi sasa singekuwa saa hii, mtoi wangu angekuwa ana baba saa hii. Hayo ni makubwa basi. Kama alikuwa ananiombea mauti, mimi pia sina budi. Mganga, fanya chochote. Samahani, wewe si mganga. Daktari. Fanya chochote daktari. Naam. So watu wangu umejionea kuwa tulikuwa tuna So watu wangu nimwambia hapo hivi nibadilike kidogo. So kiasi tu hivi daktari wangu songea hapa. Unajua inakaa mbaya, nimekuja Johnson na Silva. Kuja ushike hapa. Ni Silva huyo amesema kulikuwa kuna kaa vibaya, so ametugeuza. So Geuza. Tukae sasa tuonekane vizuri ili watu wangu wapate picha clear. Yaani daktari amefichwa siri ambayo hata mimi mwenyewe sikuwa naweza jua, nisingelijua kasi pangilio wake. Umesikia hiyo? Ya kuwa sasa imagine mtoto wake angekuwa fatherless na angekuwa maskini, angekuwa na mali. Imagine. Sasa unajua ule mwanamke alikuwa anataka hiyo mali sasa. So alikuwa anataka kuja aniue ndo achukue hiyo mali. Unajua sasa most of the people wanajua huo ndo mdemu wangu, huo ndo mama wangu. So I think tu daktari wewe fanya kitu yoyote ule mwanamke atoke tu kwa maisha yangu tu for good. Mimi nimechoka na yeye. Juu kama mtu anaweza kuombea hayo hata kama ni wewe. Like hujamfanyia kitu yote, umemkataa tu. Anakuombea ukufe, anakuendea kwa waganga ukufe. Ikishafika hapo manzi si poa hata kidogo, si poa. Anyways, mimi saa hii kitu tu nataka ni watu wananipenda kwa maisha yangu. Mimi saa hii sijali kuhusu watu wengine wenye hata sijui kwenye wametoka. Mimi hata saa hii ule mdemu, imagine hata sijaona mama yake mimi. Ule mdemu like sijui familia yao venye wao kuwa, but ule wacha tu aende venye ataenda. Mimi sitaki kujua mambo yake sasa. But mimi bora tu nipate baby mama wangu back, tukue na yeye na tuishi maisha poa. Hiyo ndo kitu nataka sasa hii. So daktari,
Licha ukisema ya kuwa eti before apate kurejelea na baby mama. Na ukasema lazima kuna sheria na masharti yafuate, si ndio? Na pia nikachoka sema ya kuwa itakuwepo vizuri, kuna maswali utakuwa unamuuliza, na ukaacha umesisitiza ya kuwa unataka kupata na baby mama, maana kuna maswali moja mawili matatu unataka kumuuliza. So watu wangu, daktari amefichua, mimi hata sasa nimechanganyikiwa, sijui niseme nini. Yaani na nikiuliza, so unafikiria mwanamke kuna jinsi unavyoweza msaidia ili apate kuwa sawa, ndugu yangu apate kupata vitu vyake ambayo alikuwa ameinvest kwake, au hebu nieleze daktari, tuko hapa kusaidia ndugu yetu. Bora niko huyo mwanamke nikifuata kanuni zangu na taratibu zangu, hawezi agamia. Niko wewe, usiwe na wasiwasi. Kijana atapata chochote kile kinachomfaa kwake, hata kama atakuwa mahututi. Kila chochote nataka kinaweza letwa na dadake. Naona ako na dadake pia anaweza tumika. Chochote kinachofanya kupitia kwa huyo msichana apate kukuleta kwa dadake, pia dadake apeane kwa huyu pata. Huyo kijana pia akiwa sawa. La sivyo, kama ni kijana amemharibia huyu mwanamke wakati, pia adhabu itampata na atafaa kulipia kiwango kile msichana anafaa kuleta kwa huyu kijana. Mali yote ile itategemea sasa ni kijana ama ni msichana. Hata kama atakuwa mahututi, aweze kosa ndugu na madada, anaweza kabidhi hiyo mali, chochote kile cha huyu kijana apeane. Watu wangu, umesikia daktari amesema ya kuwa kama ni kijana alikosea mwanamke, alimwestia muda, mwanaume ndugu kijana wangu Sama hapa hivi atapatiwa adhabu. Na kama si Sama aliwestia ule mwanamke muda, ni mwanamke alimwestia muda, mwanamke atapata adhabu na atarudisha mali yote ya wenyewe kwake Sama. So mimi sina mengi daktari, so acha nipange mkakati tujue jinsi utakavyopatana nani na baby mama, ama unasemaje? Wewe panga mikakati yako, unajua venye unawapata. Siku hizi nakwambia tu ufanye kitu kidogo kidogo ishafanyika. Wewe panga mikakati, tupatane si wote tujue venye itakuwa. Sasa daktari, sawa, amekubali ya kuwa mpange mkakati, utafute baby mama akuje mpate kuonana naye. Wewe uweze kumuuliza maswali moja mawili matatu tujue jinsi tutakavyosaidia ndugu yetu. Iko hivyo. So watu wangu, this is the Silvers TV. Make sure you subscribe, comment, like, alafu share the video manze. Nawapenda tu sana. Shukran, na mnipatie any idea vile mnataka tusaidie ndugu, manake hapo kwa comment section na comment nitaona tu, alafu tutajua the way forward. Mniambie nini na nini mnataka kujua zaidi. Nawapenda tu sana. Bye.